watu bila kuwapatia makao ama kuwapatia fidia. Sasa ukinisukuma niende nitetee hiyo, mimi hapo nakuwa na shida. So ndio unasikia mimi nikiambiwa ati kuna mambo zingine sitetei. Mimi ile mambo yote iko sawa, mimi natetea. Ile kazi nimepewa ya kahawa mimi nafanya, ya majani chai mimi nafanya, kupigana na pombe mimi naambia nikatetee mambo ya ndani hapa na siwezi. Kama kufukuzwa ni kwa sababu ya hiyo, niko tayari. Mbona sana Deputy President ndio miaka hii uma serikali Kenya kwanza kuomba kudai litonya serikali na wizara tawe Deputy President kwa miaka hii na kukita na ile bunge na president na serikali yote atoka kutia Meru alingienda kudroba kinyana nde Meru Tharaka-Nithi uko Deputy President miaka hii kuri gitundoro bakethera bakirwa na jumbe bakiuga Deputy President rarari miaka iri kuri murandi fulani arejere na kuri gintu giki barombere kwithira bakithithia kiondike jairi bwana Deputy President ikora makutano ikorondekanire muyuthi umwe gwitwa Kipembe sijui kama unamfahamu na Kipembe umba kwithira akiuga nwe wa bangire maandamano janjenzi county ya Meru tukumenya kethwa no kumumenya na kemwisho Deputy President kuri kagita nimeleta Meru. Mimi sina budget kama naibu wa rais ya kuleta project Meru. Mimi ni msaidizi wa rais. Kwa hivyo kama iko makosa ya hakuna project imekuja ni ya serikali, sio ya naibu wa rais. So mimi ni msaidizi. Lakini kwa ile kazi mimi rais amenipatia, nilifanya hawa. Tukafanya mabadiliko na bei ya kahawa imeanza kwenda juu kiasi. Tumeenda pale tumefungua Nairobi Coffee Exchange, ilikuwa imefungwa. Watu ya Meru, watu ya Embu, watu ya Tharaka wanaweza kuuza kahawa yao. Hiyo mimi nimefanya. Mabadiliko kwa chai. Mwaka huu najua bonus imekuwa mzuri. Ni mabadiliko ambayo mimi mwenyewe nimefanya. Hii ni kazi yangu. Mambo ya projects za serikali, hiyo ni jukumu ya serikali yote. Na uweze laumu naibu wa rais useme kitu fulani haijafanyika, kitu fulani haijafanyika. Hiyo kijana ya agency mimi simjui. Yeye aliongea pale, akasema hao walifanya na hakuna mtu aliwatuma. Nimekuja kusikia ni mtoto ya mheshimiwa fulani. So kama kuna mtu anajua hiyo kijana si ni babake, mimi simjui. So nimekuja kuambiwa hapa baadaye ni mtoto ya fulani. Na nikapiga sura nikaona ni kweli. Ni watu ya demokrasia na tunaheshimu watu wote. So kama iko kijana anataka kuzungumza anapewa, iko mhubiri alikuwa hapo akapewa, iko mtu mwingine alikuwa hapo akapewa. Hata kama nyinyi mngetaka kuongea kwa mkutano mtapewa nafasi, mtaweza kuongea. Mambo ya iPod nilisema nilitukanwa, kutishwa, kuuziwa uoga, mambo mingi ilifanyika hapo na ni sawa. Next question. Deputy President, neoma uvoro wa Njovi nukoretwo rivanite naguo, lakini neko twiri wa kwananagia na ekalima Embu County Njovi icio ni icokete ringi na rira oka icenjetwo marietwa ni kuonge korwo mombe njara kabinda gaka iko watu katika serikali yetu disha pombe haramu katika Kenya, ndio ati naibu wa rais fanya. Ile yangu ni kuambia wananchi ya kwamba iko njama ya kuharibu hiyo kazi, ya kurudisha barua maleseni kwa zile kampuni ambazo zilikuwa zinauza pombe ya kuua watu. Wa rais aonekane yeye ni buri. Kila Mkenya anajua kazi nilifanya. Hata ikiharibika barua maleseni kwa zile kampuni ambazo zilikuwa zinauza pombe ya kuua watu, tafadhali tuweke siasa kando. Tujaribu kujiuliza manufaa ya hii kazi Deputy President aliongoza ni gani kwa jamii. Na matunda inaonekana. Familia zilikuwa zimeanza kurudi. Vijana wamerudi nyumbani, wameoga, wamekuwa wasafi. Watoto wameanza kupatikana, watu wamerudi kwa kazi, watu wamerudi kuchuna chai, watu wamerudi kwa kahawa. Ningeomba tu wale maofisa wetu tuko nao kwa serikali, hata kama mpende Rigathi Gachagua, hii kazi alifanya ya wakue watu ya maana hapo mbeleni, kwa sababu ndio kesho yetu. Na hao vijana walikuwa wanakujwa hiyo pombe haramu, they are the most productive section of society. Sasa hii kazi yote nilifanya na tukatumia pesa mingi sana ya serikali kusunguka, kutafuta informers, kufanya Mombasa.
Hii kazi yote tulifanya tukiharibu kwa sababu ya siasa, ati turudishe hizo bombe baya, ndio ni kukosea wa Kenya na hakuna haja. Ibora sana bwa mbere ndo kwigwa gweta jenzi maitaja maingi na ndene Nairobi gutwika igitara maandamano ja jenzi ibora giroba bingi muno Githurai nandi indironete rungamite Githurai ukiaria na ntubara bitho kone ara Githurai na ntu bakoria waregere kwithira ogita igitariria kwaria nabo igitariria antu boragi niki na nafikiri hapo tumerana mbodi so gakara gite ya mutene gakara kiuga ambu gakauga kwina biti aciari beja bakethero te biti maitaja maingi muno nimenderera biti ejera karite ya mutene akora mwitu puratwira porema mantikanya uno muthuku na turetikia kuringana na tuibo gwetikia ndo muthuku thai ukweja watwira na ukethenia kana ukethania na uriuga ipuchoka nirite na ruo rari matya mega jouru kagita kare wejero ruga ruto motikenya ru mwega mtu mwega kabisa thai kinya kethiro ti umugweta thina ciaku cionthe ite kuma kira jumbe non to twira kiri impeachment kethira gitadene parliament ire icio kethira ekirite ngwaed na ata na gitaronde ura na ura twambiria bonjensi waregere gwita Githurai niki wajairi kenda na ndi tugwitikia no tu tugutaga tukona indira tegere rugo kwaria na bwina baba nge bugitani abo muntu inyo tieri ukiangalia vile wale waheshimiwa mko nao vile wanaongea hata mwenye ajui kujua mambo mingi atajua amko pamoja na rais na hii mambo yote kama utaji mambo mingi mwenye anagawanya mlima mimi nikisikia naomba uniambie hii ni maoni yangu si yako nasikia kama ni rais anagawanya mlima so tutakuamini namna gani kwa hii mambo yote mambo ya Gen Z niliongea nikiwa Mombasa, mambo ya abductions, mambo ya extrajudicial killings. Nilisema kuna haja mimi kujirudia, nilisema hiyo maneno siungi mkono. Kwa hivyo nikiwa Githurai singetaka hata kurudia hiyo maneno kwa sababu niliongea siku hiyo na vile nilisema iko kwa record vile ilikuwa. Mimi nilisema mambo ya Uhuru Kenyatta, niliomba msamaha. Nikasema ya kwamba tulipotoshwa tukafikiria Uhuru ndio shida yetu na tukampiga sana na tukamuingilia na tukamuumiza. Kukaa baadaye tulikuwa tumeamini shida ya Uhuru Kenyatta ni kutuletea Raila Odinga, na kwa hivyo tukachukia Uhuru Kenyatta. Siku mkubwa wangu alishikana na Raila, nikajiuliza kama sisi tulichukia Uhuru Kenyatta kwa sababu ya kushikana na Raila na tukasema tunataka William Ruto, tunataka Raila Odinga, President William Ruto ameshikana na Raila, iko haja gani ya kuchukia Uhuru Kenyatta tena? Sisi tukaona tulikosea Uhuru Kenyatta, na sisi kama Wakristo tukakiri makosa yetu na tukaomba msamaha, kwa sababu mtu mzima akikiri makosa yake na kuomba msamaha huwezi kumsukuma beyond there, because tulisema hapa tulikosea, na kwa sababu ni vile tulikuwa tumeona, tulikuwa tunafikiria Raila ndio adui wetu, na tukaona Uhuru anatuletea Raila. Sasa tukachukia Uhuru, tukasema sisi hatutaki Raila, tunataka Ruto. Saa ile President Ruto amesema Raila ako sawa na Uhuru alikuwa amesema ako sawa, tukaona tulichukia Uhuru bure, na ndio mimi mwenyewe nikasema kwa niaba ya jamii, kwa sababu ni sisi sote tulimpiga, sio mimi peke yangu, kila mtu tukasema kwa niaba ya jamii tumeomba msamaha na kusema kufanya makosa sio mbaya. Mbaya ni kufanya nini? Ni kurudia hiyo maneno ya kusema vile kijana alikuwa anachunga busi analia leopard bana. Sisi ni watu tunaongelea ile maneno iko at that time, kwa sababu development ya politics wenyewe na sana asikize nini ground. Unajua nimeuliza hivyo kwa sababu majority leader Kimani Ichung'wah I think alikuwa Meru akisema kwamba shida yako wewe sasa Deputy President ni kwamba unataka mlima iungane, pesa yako ikikatwa ya ofisi yako, ukinyimwa ndege ya kwenda nayo, kama ofisi ya second lady imenyimwa pesa, sasa ndio unaita Mount Kenya waungane ndio upate hizi benefits. Mimi sina haja na benefits yoyote. Hata niliona watu wengine jana, leo niona gazeti ikiandika mambo ya upusi.
ati niligonga pesa ya rais ati nikidai shilingi bilioni 8. Mimi sina haja. Mimi sina haja na pesa. Mimi kama ningetaka pesa kwa serikali ningepata kwa serikali iliyopita, kwa sababu nilikuwa na windwa kila siku na kutafutwa ni wachane na President William Ruto niende pande ile nyingine. Kama ningekuwa ni mtu iko tamaa ya pesa, ningekuwa huko siku ile. Lakini mimi sina tamaa na pesa. Mimi ni mtu sina mahitaji mingi. Watoto wangu ni wakubwa, bibi yangu ni pastor, mimi mwenyewe nimemaliza kuzaa, nimemaliza kulea, sina mahitaji mingi, na mimi siweki mambo ya pesa mbele. Mimi ni mtu ambaye naweka mbele mambo ya wananchi, na hasa hii watu wetu ya hapa, kwa sababu waliniamini wakanipatia nafasi, na ni heshima kubwa sana hii kiti nilipata kupitia kura ya watu ya Mlima na watu ya Kenya. So sisi hatutegemei mambo ya mambo zetu. Mimi nasema Mlima isitenganishwe kwa vile huyu muungwana amesema, kwa sababu siku tulitengana 1992 tulijikuta nje, siku tulitengana 1997 tulikuwa nje. Hao wabunge wengi wanaongea walikuwa wachanga sana, walikuwa watoto wadogo. Wale tulikuweko, mimi nimekuwa kwa serikali ya Moi, nimekuwa kwa serikali ya Kibaki, nimekuwa kwa serikali ya na hii Mlima ile siku yote imegawanyika. Tumepata hasara kubwa sana na shida mingi sana, lakini siku tumeungana, tumeongea sauti moja, tumepata faida. Nasema anataka hii Mlima iungane au ipeleke Munanda akaipige bei. Hapana, mimi nataka Mlima iungane kwa sababu is the only way for us to survive politically, economically and socially. Tukikosa kufanya namna hiyo, hatutakuwa na relevance katika siasa ya Kenya. Hatutakuwa kwa meza ya kugawa rasilimali za Kenya, ya kugawa uongozi wa Kenya. Mimi lazima tuungane. Mlima haujaungana kwa sababu East wanasema wao hawana development zile ambazo wanaweza kuwa wanajivunia kuwa kwa serikali. Sasa wewe wanasema Mount Kenya West iko na barabara dual carriage kutoka Keno mpaka Maro kwenye Mount Kenya West iko na dam inaitwa Karimenu Dam, Karimenu iko na Northern Collector and so many others. Hii Mount Kenya East, what have you lobbied for them? Sasa mimi nikuulize, hizo barabara ya Keno ikianza siku wa naibu rais, kwa hivyo wewe sema ni mimi nilitoa nikapeleka Mount Kenya West. Karimeno ilijengwa kabla sijakuwa. Hakuna hizo miradi zote umetaja, zote sidia kwa mpangilio yetu na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. We propose ya kwamba tuwe na barabara pia ya dual carriage kutoka Makutano pale Kirinyaga, ikuje mpaka Embu, ikuje mpaka Tharaka, ikuje mpaka Meru, na ikiwezekana iende mpaka Isiolo, ishikane na ile ingine ya Keno Marua, because hata hiyo ya Keno Marua the plan finally ni iende mpaka Isiolo. Hiyo ni mpangilio. Pale West kuliwekwa Mau Mau roads, na ukweli ni kwamba Mount Kenya East haikuwekwa, na pia watu ya Mount Kenya East walipigania uhuru. Tulikuwa na General Mwariama na wengine wazalendo wengi walikuwa katika Mlima Kenya, na kwa hivyo ni mzuri pia tukiendelea na zile barabara za Mau Mau siko pande ya West, pia tufikirie mambo ya East vile wanaweza saidika kwa hizo barabara za Mau Mau. Mimi niseme ya kwamba ile kazi nimefanya kwa usawa ni maneno ya vyeo. Tukiketi na rais kwa tuliingia kwa serikali, nilihakikisha ya kwamba ile Mount Kenya West ilipata, East ilipata. Kila county ya Mount Kenya East iliweza kupata waziri. Tharaka Nithi, Meru and Embu. Tukahakikisha ya kwamba ma-PS hata hapa Meru tulipata wawili, tukapata Mugambi na Kilemi. Pale Tharaka tukapata msichana naitwa Betty. Pale Meru tukapata yule wa TVET. Tumehakikisha ya kwamba mabalozi wakipatikana hapa, tuko na Kubai Ringo tulipeleka Somalia akachunga mambo ya miraa. At least in matters appointments, nikiketi chini na rais nilihakikisha ya kwamba iko usawa katika mlima yote. Hakuna East kuachwa nyuma, hakuna West kwenda mbele, imekuwa kitu iko na usawa across the board. Kabla ndio yangu hapa minute please. Hapo kwa appointments, Deputy President.
Mount Kenya, and one of the reasons zenye wanasema hawa ambao wanataka kukondoa ni kwamba hawa inazunguka kwa mitandao sahihi. Head of Public Service, Kenyan CEO, Kenya Power CEO, Kenya Pipeline CEO, Energy and Petroleum Regulatory Agency CEO, Kenya Nuclear Regulatory Authority Director General, Kentracal Company Secretary, Kenya Ports Authority. Hao wote ni watu wa Rift Valley. Hao ni watu ya Mount Kenya West. Wapi watu wa Mount Kenya? Hivyo ndo sasa nikuulize, hizi appointments nani nafanya? President. So yeah, na sasa nakuuliza swali. Mimi swali yangu bila kuuliza swali. Wacha mimi nikuulize sababu mimi ndio nimeketi kidia. Swali yangu ni Mount Kenya sasa, wewe ambaye unataka kuwa kingpin, how are you representing them wakati hizi viti zote vale? How are they benefiting kukuwa wewe second? Umesikia mara nyingi nikiwa accused of blackmail. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo accusation kwa bunge? Hapana. Umesikia hiyo? Nimekuwa blackmail, ati nina blackmail president. Hakuna blackmail iko hapo. Ni mimi kuketi chini na rais na kusema tupatie haki yetu. Tulikupigia kura. Hizi viti imepatikana hapa, ni vita imekuwa kali. Ni kujaribu, nimejaribu. Mimi napigania kila siku appointments ikuje kwetu. Na mimi nimejaribu sana. Na ndio nasikia wakipi akisema huyu kachagua shida yake. Ako kwa meza anakula, sahani imejaa, anasema leta ingine na ingine na ingine. It's a good accusation. Hiyo si alikuwa anaongea mambo ya chakula, ni mimi kutetea watu wetu na kusema tupate hii, tupate hii, tupate hii. Na ndio nasikia mimi nikipigwa ati nilisema shares. Because hiyo maneno nilikuwa naongea, what I meant is wale watu ambaye tuliunga rais mkono, hata sisi tupate haki yetu. Na hapo mimi ndio nimekuwa nikipigania. Kwa hivyo mtu kuaccuse mimi, hiyo vita hakuna mtu mwingine anawezana naye, ni mimi. Kwa sababu mimi nasema sisi tuko hapa, tulichangia kiwango kikubwa sana hii serikali kupatikana. Tunataka tukue represented proportionately to our support for this government. So wanakuita mkabila. Ndio inaitwa mkabila. So ndio mimi na shida na watu wanaita mkabila ni watu wetu. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, wabunge anasema huyu hapigani sisi. Nikipigana wabunge wetu ndio wanaongoza kusema mimi ni mkabila. Hii ukabila umesikia nikiambiwa mimi ni mkabila. Si nikwambiwa ati mimi natetea watu wa Mount Kenya sana. How then do you accuse me of tribalism? At the same time say I'm not doing enough for the community. It's very unfair to me. It's very, very unfair. The little that I have done, effort ile mimi nimeweka, ndio inafanya niitwe mkabila. Then wajumbe wetu wamekuwa poisoned. Our own MPs from our region kusema me am a tribalist, I only think about Mount Kenya, mimi nasema Mount Kenya ipate. Then wanarudi kuja kusema tunataka kujitenga, huyu watetei sisi. Hata wewe unaona that argument does not make sense. Because hii mkabila ninapiganiwa, inaambiwa ni mkabila ni nini? Why do they say I'm a tribalist? Kwa sababu unafaa kuwa deputy president wa the whole nation. But what do I do? What do they accuse me of doing? Yeah. Wana accuse me kufanya nini waseme mimi ni mkabila? But kuna regions zingine. No, mimi nasema wale wanasema mimi ni mkabila, wana accuse mimi ile ukabila. What reasons do they give for calling me a tribalist? Yes. Yes. Kuna story iliyotokea siku moja, mimi ungemwambia ukienda mochari watu wetu ndio wengi kwa mochari. Yes. Ukienda kwa prison, hata ukienda hapa Meru, yes, ndio wengi. Yeah. Ukienda kwa Marimari ndio wengi. Hata ukiwa kwa position ya serikali, sasa hiyo sio ukabila, kwa sababu wakiwa ndio wanakuwa ukabila wakiwa kwa position. Lakini mochari ukiwa kwa Marimari na Njera au wacha nikwambie ndugu yangu, umenisaidia, umenikumbusha.
Mimi nasema by population sisi ndio wengi. Kwa hivyo tukipata kazi nyingi, it is only natural because it is proportionate. Na ndio nikasema hata ukienda Kamiti, sisi ndio wengi. Si muende Kamiti mseme tufunguliwe tuende nyumbani ndio kuwe na usawa. Seme hii watu ya mlima ni wengi sana hapa Kamiti, it is not fair. How can maybe so many wacha waende nyumbani? Siku sisi napiga kura, mbona hakuna mtu analalamika kura zetu ni mingi? Because kama wingi ni shida, let's be fair, tukuwe na shida na wingi throughout. We don't just kulalamika wingi saa ile watu wanapata kitu, tulalamike throughout. Siku tulipiga kura mingi, tukifuta hii serikali, hakuna mtu alilalamika tumeleta kura mingi. Saa ile mimi nasema tuangaliwe kulingana na kura zetu, tupewe haki yetu ile ambayo inalingana na ile uzito tuliweka kwa hii serikali. Mimi nasemekana ni mkabila, ile inaniudhi sana sana. Ni wajumbe wetu, wacha nimalize, ni wajumbe wetu. Saa ile mimi napigania watu ya mlima kusema wapewe kazi, wapewe barabara, wapewe damu, wapewe hii. Wabunge wetu wale wanatoka hapa wanasema mimi ni mkabila wa kutetea watu wetu. Hiyo inaniudhi sana. Sasa ukisema watu wetu, wale watu ambao wako hizo coast, Nyanza, Western, Rift Valley, wanafikiria aje wewe ambaye kuwa deputy president wa Kenya? Sasa ile Musalia Mudavadi anatetea watu ya Western. Umesikia mtu amelalamika? You are the deputy president. No. Hata yeye ni prime cabinet secretary wa Kenya. Thank you. Sasa unajua they are also regional interest. Tuko na kazi ya Kenya. Nimekueleza ile tunafanya Kenya. Your region is Kenya. No, tuko na kazi ya Kenya. Ya Kenya nafanya kama deputy president. Na chair cabinet, naenda kupeana chakula Wajia, naenda kila pahali, lakini iko interest ya region hii ambaye mimi natoka, ambaye walinipeana kwa President William Ruto to take care of their interest. Lazima pia niwapigie debe, niseme hapo angaliwe, hapo angaliwe, hapo angalie, na hapo mimi hakuna makosa nimefanya. Thank you, Deputy President. Kwa mambo ya appointment umetuelezea vizuri. CS mlifanya vizuri. Hata mambo ya PS mko sawa. Ni kuongeza hata ingine Kathure ule wa Diaspora Affairs ametoka hii county. Kwa mambo ya security pia vile mlitoa Kinoti, mliweka Jafet Kome na mkamtoa, mkaweka ama akatoka Mwiti na mkaweka Mwiti ya Rando Commissioner General. Mliweka pia Matthew Kainga commandant wa Police Leadership Academy. Mfanya vizuri huko. Wacha nikuambie sasa mahali hamjafanya vizuri. Kwa wale watu kutoka eneo hili wenye wanatolewa kwa viti, unaona vile mnatoa Kinoti mnaweka Kome kwa chairman wa Farm Licensing Board, alitoka Mukendia mkaweka Rashid Yakub. Kwa government printer kulitoka Mwandanjoka mkaweka Abdi Ali. Central Bank kulitoka Sheila Mbijewe mkaweka Susan Koech. Sasa kuna interview nyingine inafanyika ya the second deputy governor wa Central Bank. Kuna Meru moja tuko hiyo shortlist ya watu 6. Tumeangalia. We are hoping that itarudi. Na kuna mahali kwingi especially top government positions, zile wa Meru wanatoka, watu wengine wanawekwa, na kuna zile pia watu wa eneo hili wako kama mahali help Ringera huko, unasikia kuna vurugu. Kuna kwingine pia ile ilikuwa NGO coordination board, kulikuwa na jamaa kutoka hii county Mtuma Nkanata, hata ni kama kuna vurugu kidogo. The other thing ya appointment is, nimesikia ukiambiwa Kindiki was a favorite wa bunge, lakini the decision maker ni president. He chose you. Asi tulikuwa tumeambiwa huku Kindiki
is the next deputy president. Of course, as a community, I hope. Mungu akawasaidia mkapata serikali. Mtoto wa hii county akaappointiwa CS Agriculture. Executive order imekuja, hii function ya agriculture inaitwa kahawa ipewe DP. Chukuliwa kwa Linturi ipewe DP. Ya majani chai ipewe DP. Ya maziwa ipewe DP. Kidogo sasa juu naongea kwa Wameru. Unajua kwa Wameru kuna ile tunasema kuna ule mtu anakulia wengine mpaka chakula tunamwitaga mudhiridi. Sasa tunaongelesha Wameru. Waambie the wisdom behind it, ama kama kidogo unasikia hiyo maneno ni kama inakuja kwako sana. Thank you. Mimi nakubaliana na wewe. Mambo ya hii makazi mimi nasukuma sana, na ndio mimi naitwa Mkabila na sitaki nipitishe kutoka hapo. Mimi nang'ang'ana, I work very hard na kulingana na pahali uwezo yangu itafika. Mithika Linturi rafiki yangu na tulifanya kazi naye mzuri sana. Mimi sikupewa kazi ya ministry nichukue ya maziwa ya kahawa majani chai, hapana. Nilipewa nisaidie, na wakati wote alikaa pale tulisaidiana sana, kwa sababu interventions ilitakikana hawezi fanywa na wizara moja. So rais akaniambia simamia reforms, not the day-to-day operation of the Ministry of Agriculture or Cooperative Development. No, yangu ni reforms na kufanya multi-sectoral coordination. Kama sasa mambo ya kahawa, it spreads in 5 ministries. 4, agriculture, they deal with production. Marketing, it's with the cooperatives. Again, with the trade, and also finance because of Capital Markets Authority. Sasa ilihitaji mtu pale in the center ya kucoordinate hii watu wote, kwa sababu waziri moja hawezi overlap na kwenda ministry ingine. And I want to say, mimi nikiwa hapa leo niseme mimi nilipenda sana kufanya kazi na Linturi. It was very emotional for me because we worked well and I was very happy to work with him. The new minister has come, we are working well, and I think things will even get better. Niseme ya kwamba nimesema mambo ya hiyo running mate, hiyo ilikuwa decision ya rais. At the right time he may want to make a different decision, that is up to him. It's within his purview, na sisi hatuwezi mwambia what kind of decision you can make in future. That is his decision. Sisi ile tunauliza tu ni contract ile tuko naye, tupatiwe nafasi tufanye nini? Tumalize. Katwalire kidogo kile mantu ya Linturi. Linturi na tumweta captain. Bwa mbere factory yetu ni entity factory tu turahingi turari na the highest shilingi 60 na ingotere bitatu. Na okaria na ntubaraba majani ibauga Linturi igitarira ria iturano bya majani na thiurukire na kuratwika we na nerekithanirie kuratwika itwithire tukithura directors bana uratethia magamba jaru makotin ejera jari no na turugi bwega so Linturi kire mantu ya majani ari mimba majani beje na batethiria na kwari na thina irethiri kithira na ino tunita inyama gururukire ukathiurukira kukunde ugeta withire mpepe ni uri kibibere uri bipu ndene agatutite kaya monori Linturi engiro no ntoboy lakini na ino twire kanyene muntu kambirire atiri tukwimbo kwenda cabinet meeting Linturi nerire raisi tiga kurwana muntu uwe na rira mwire atiga kurwana nagwe kethiri no retete matu impeachment na binambi irio thina chejire na ikio gatumire ngogugine tije ketha no tuthiriria au watwira Linturi akwire gikuo giaku thina ingi chiario. Sijui mimi uamuzi wa kubadilisha Linturi ulifanywa na Rais William Ruto. Lakini umesema umekuwa na yeye na rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Uone kama alikufa kifo chako. Sijui kwa nini huo ni uamuzi wa rais na sitaki ku second guess the president. Hiyo ni uamuzi wa rais alifanya na tunauheshimu. You were never involved kwa appointments ama kuvunja cabinet? Hiyo ya ku appoint no mimi sikuhusika.
So meaning wewe na president amfanyi kazi pamoja? Tunafanya pamoja ile anataka tufanye. Unajua yeye ndiye mwenye kusema. Tanga. Kuna damu moja inaitwa Dakaine. Maji ilikuwa inapita hapo inaenda mpaka Nairobi. Watu wanasikia inaguruma kwa MCS. Ndio niweze kuelewa hasa iko nini na nini, nianze kutafuta mbinu na namna ya kuingilia. Naye governor akakuwa na yeye pia ameenda kutafuta rais, kwa sababu kila kiongozi alikuwa anashughulika. Na inatakana kuwa namna hiyo. Naye governor alienda kuona rais, naye Karemba alikuwa amekuja kuniona. Kila mtu alikuwa ameenda kutafuta usaidizi pale naweza patikana. Ndio nikiweka mkutano wa asubuhi, rais akapatikana akaweka mkutano jioni tukiamkia kesho. Kwa hivyo saa ile rais alitana, nikakanso ile yangu kwa sababu ya kiongozi wa taifa. Hiyo ndio muhimu zaidi, kwa sababu hata nguvu yake iko juu na kila kitu. Na rais akakutana na governor na MPs wote na akawasikiza, na baadaye akafanya mkutano na magavana ya Kwale, Mombasa na Kilifi. Na nafikiri hiyo majadiliano ilifanywa na mbinu inatafutwa, kwa sababu wale pale Pwani walikuwa wanateta ya kwamba Muguka ni madawa ya kulevya na inadhulumu watoto wao. Na sisi hapa kwetu tuna sindikisha ya kwamba Muguka ni cash crop. Na hiyo ndio msimamo wangu, ya kwamba Muguka ni cash crop. Hata waziri mmoja kutoka huko Northeastern akanikemea sana. Akasema, wewe kuja huko uambie watu kwa nini mnaleta Muguka na wewe ndio unasimamia kupigana na mihadarati. Kwa hivyo wacha tungoje matunda ya yale mazungumzo ambayo Mheshimiwa Rais alianza akiwa na viongozi na magavana ya pale Kwale na Kilifi. Lakini pia nitafuatilia, kwa sababu ni mzuri niende pia nifuatilie, nijue tumefika wapi. Mambo ya Miraa mimi na Mheshimiwa Rais tulikuwa tumeahidi wakati ya kampeni ya kwamba balozi wa kutuwakilisha Somalia atatoka hapa, na tukachukua Mheshimiwa Kubai Kiringo ambaye alikuwa mheshimiwa wa Igembe Central, akaenda pale Somalia, na tumefanya kazi naye sana. Hata tukakuwa na mkutano na Prime Minister wa Somalia, akakuja kunitembelea Karen, na tukakuwa na mazungumzo ya faragha, na tukamuhimiza sana wajaribu kupanua soko yetu pale Somalia, kwa sababu saa hii tumewekewa ile quota kwa ile kiwango naenda padi. Na pia tukataka tufunguliwe madege ya kutosha iweze kwenda sio Mogadishu peke yake, but iendelee mpaka huko katika ma provinces. Hiyo mazungumzo naendelea, lakini nimekuja kuona nikiwa kwa serikali, mazungumzo baina ya nchi na nchi ni kibarua. Iko protocol mingi, inaenda polepole sana, sio vile tungetaka. Ni kama sasa tuko na shida ya chai padi ya Iran. Nimekuwa na mazungumzo na balozi na maafisa wa Iran karibu mwezi 7. Tunasonga polepole sana. Kwa hivyo nauliza tu wakulima wetu wakuwe na subra. Tunaendelea kufuatilia hiyo soko ya Somalia, pia pale Djibouti tunafuatilia soko ya Miraa pale Djibouti, na tutaendelea
kufanya kazi kupanua soko ya miraa. Naam. Samahani, Deputy President, turuhusu tupumzike kidogo tu. Okay. Alafu we'll be back, na tukirudi tutakuwa tukisoma comment zako. Endelea kutuma SMS kwa 40188 Kirewero TV tukisoma comment yako, na of course tukienda kumenya nkuru kikuma kiri Deputy President kinyawe ngwani ngo ire kwaritete kuritira Kenya bongwa kana na Mount Kenya ende tukenda kumenya ningo ire kwaritirete Kenya kalango ira ini president airitete bwana ata ituchokerete nyimekaitagate kura adiro na Deputy President Rigathi Gachagua. Eje ni Wero TV. Turenda kwithikira tukibumenyethia gikuo kia Rebecca Monjiro twakwa Lukaki kiria kionekere ntuku ya Jumamosi tariki 21 mweri wa kenda thenyanya cia muthenya amani. Arari mwakura mutotigi Ezekiel twakwa Luntokiricho Kaki arari mwarongi na mutotigi Ntolimbito Ntoimwele Tolimberia Ntoimwele Ntoikiludhu Ntoimwele na Simon Maingi Ntoimwele. Arari ngina wa mwalimu Arthur Thairo Akwalo, mwalimu Silas Mwelaria Akwalo, mutotigi Ellen Kaimenti, Peter Kalwai Ntokiricho wa Isiolo Video Den Bookshop stroke Peter Kalwai Insurance Agency, Purity Economy na Stephen Kaume Akwalo wa Mwenda Mwarania Akwalo and Company Advocates. Arari mother-in-law wa Rose Kabolo, Ruth Gaunkoi, Rose Nyoroka, mutotigi Laria Ntoikigo, Zipora Wanzana, Ndiana Kanjiro. Kaki arari Jojoa Godfrey Ngolwa, Caroline Mwamukoi Mwilaria, Saimo, Rose, Kabirito Laria, Nauliza tu wakulima wetu wakuwe na subra. Tunaendelea kufuatilia hiyo soko ya Somalia, pia pale Djibouti tutafuatilia soko ya miraa pale Djibouti, na tutaendelea kufanya kazi kupanua soko ya miraa. Samahani, Deputy President, turuhusu tupumzike kidogo tu. Okay. Alafu we'll be back, na tukirudi tutakuwa tukisoma comment zako. Endelea kutuma SMS kwa 40188 Kirewero TV tukisoma comments yako, na of course tukienda kumenya nkuru kikuma kiri Deputy President kinyawe ngwani ngo ire kwaritete kuritira Kenya bongwa kana na Mount Kenya ende tukenda kumenya ningo ire kwaritirete Kenya kalango ira ini president airitete bwana ata ituchokerete nyimekaitagate kura adiro na Deputy President Rigathi Gachagua. Twana ni thari morekeni twana tuye wakwa inuti miario yakwa antiriri hindi miario ya Yesu akira aritwa bake nko watogeni kiri mubango wa kana kathiri uroko yagira ntugo cionde cia Jumamosi kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 5 cia rukiri ndeni ya kameme gaku kara wendete muno Kathiri FM 101.2 irigiro wa Meru nani ndereva waku Aunt Lili. Jambo,
Mwega sana mwathikiri wa Lady FM na ngira kurukundo lieta mbere kure thikiri ya wisa sawa ni rukiro thongi na gikuwa tugini kire mubango wetu wa kuibangania mubango wetu na mbere kwa tu na mtu chonde che Jumamosi kwa mbere da 10 che rukiri mwankadha ida tuchia rukiri muthenya wa mundikana rukiri wa emonde tukenda mbere kwa tukiro da kidomo kini ni tu kuma ndeni ya Biblia chetu arakwenda tutana mantu makoneni na kuruta kunenkana na kokanini wenako odina mbere kwa kinenkanagira na ikengono ya mwadhani akainambere kwegwa agekudhari magana. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa. Tikadere mutamba, nontuku ni kwa Dhere FM iganarea mukadanda cherewe robo amiro kumadhachi mwa. Nere kwe ina wagure dikira kwira kwe dikibiki ekwe ya boxer na area space onekaga atiange nere gwetagwo bike extra ndenda kuwira umba igitane gutenda kariguki gundi no kola maguru jaja jaratu ine jaurite gutio diroke weka manduke ne jaje ne ya space cha biki abandi kwira ori nekeru wa space ina feki itu na ndza hizi hata uko kwa bike extra na bikwira nyumbele ikenda jama imoti house wina bibo ga koromone Waumone kukaida nyale inena maadini. Utendreje muindi wake ndagia. Abande kuira into biumete ruongo. Mwendia? No bugi. Bruto. Oni tore tadange kite muno ne kujwa anaria bomba kuona Ethiopia boxer. Aja bike extra. Tuene into bionde bia boxer. Oni nenda karume kare ya karume. Gai mara ya pili na wajue kuna maneno serikali watufunika macho. Maoni yangu ni Kindiki sikubali kutumika kupiga Gachagua na watu wale wako na hidden agenda. Hebu DP amalize yake 5 Kindiki atawezana na wao. Kuna mwingine hapa anasema hilo kichungia salimia DP na umwambie tuko nyuma yake na hao wabunge hawajui, tunajua wamepewa 20 million kila mmoja sahi. Kama yuko IBC tunawapeleka wote nyumbani. Deputy President amefanya kazi sana, wao wana impeach kwa tumbo zao. Ni Sami kutoka Tharaka. Mwingine anasema wachana na Gachagua kumuuliza ni maendeleo gani ameleta Meru. Ruto amekuja Meru mara kama 5 na ameleta maendeleo ngapi? Kwanza Adani KICC ile pesa yote wamekopa na ile Amerika na Wakenya wamepoteza pesa nyingi. Mkenya amejiwekea miaka mingi sana na kupotea mara moja tu pesa ya bima ya afya, hiyo SHA, SHIF. Kenya hata waelewi. Ruben naye anasema kiongozi yetu je, Gachagua wewe unaongoza mlima pekee ama unaongoza na Kenya yote? No. Okay, aibu sana. Kairi kire yetu ni Mwanonte Mugo FM. Bwambere kuri na former MP wa Tigania West Mheshimiwa Karidhi na Mheshimiwa Karidhi ali na point Mheshimiwa Karidhi kulia nikino to support
kwithira bakijukia kiama kia Jubilee na nandi baba kwithira bakiruja nakio aikuria wi tayari kwithira ukibarekerire kiama kia Jubilee na etawa David Kaledi chairman Jubilee Party Meru County muga ukiarire gintu kiu mheshimiwa deputy president ugatwira atiri kethira nontu kiama kethira kiu kia Jubilee no kibwire tutigeja kuonera unene kiri sasa kethira kiu kiama kira kinontu kukwatera no uru kira kiuma kwithira gitwika yale yangi kure na gintu kiraja nyambene rira kwari kwa mirundiri no ndari dono turingi tuijaga turi association ringi turarimi na raisi na rungamire no riri mheshimiwa ule wa igembe kwa natetumu mantuja wamba kwa ng'ombe amwirire ndiendo mpe mweri jomwe meri eri awe ndege yakarite ria kithire kinga na namba bara kwa ng'ombe ndiendo kwira kumarira kware mwankira nandi antu bara bakwite ng'ombe otiritie wakinya kiathirano rei na antu boragwa na nyo raisi wina weso wakwithira ugitethia antu bara amba ng'ombe bakethiririe kwikwaremere CS wa interior nejite na wamba gutirathira mwankira nandi kome nejite na wamba gutirathira kwa muthia kenda tunekera bangi wamba kwithira bakiaria nkuthikira Bruna ndigwa kulinga na ule kwithira kiaria na muno kwaria mantu ya jumbe betu ni ama former councillor na mko na pesa yetu ya councillors lakini sitaki kuongea leo. Kuna shida iko hapa tuendera waathiri na hii kwa sababu unaonganga ukweli, tuambie tu ukweli. The last time tukikuja kwa ofisi yako nilikuta wabunge wa Meru wote kwa hiyo ofisi, na hata seneta alikuwa na walikuwa wanakuja kutembelea, sijui ilikuwa naongea nini, lakini tunasikia shida yako na wabunge wa Meru kana bali ya Meru ndio kuna wabunge wa Meru kutueka gatiri. Sasa utatuambia kama ni ukweli ama ni uongo. Walikuja wakakuomba usaidizi tusaidie kuondoa ngao na akaunti ya Meru Kawira Mwangaza, na sisi tutakusupport. Ukakanyanga kando na wakakanyanga kando. Ni ukweli ama si ukweli? Jibu hiyo tunataka kujua kama una support impeachment ya governor. Mambo ya Honorable Jubilee Party, hiyo ni chama ya Jubilee na mimi niko kwa chama hili. Siwezi ongea mambo ya chama ingine kwa sababu I'm not a member of Jubilee Party. Tulitoka Jubilee tukakuja UDA. Chama yetu ni chama cha UDA. Yale ahadi rais alitoa hapo sasa nimejua kwako haijafanyika, so nitafanya kufuatilia kwa sababu ndio kazi yangu. Unajua nikizunguka katika counties nikute kuna mambo ambaye rais alisema ifanyike na wale wizara hawajafuatilia, pia ni kazi yangu kufuatilia, so nitafanya hivyo. Mambo ya impeachment ya Governor Kawira, mimi niliketi chini na wabunge, nikaketi chini na Kawira, nikakaa chini na MC, nikajaribu kuwaleta pamoja, na nilifanya kazi mingi sana. The first impeachment niliita MC na Kawira, nikawafungia siku 3, tukaelewana. Akaendelea miezi 8, wakakosana tena. Nikaita Kawira, nikaita MCs, nikaita wabunge, wakakosa kuelewana. Nikaenda kwa rais, nikamwambia hiyo ni second impeachment. Hii Meru vile mimi naona hao watu wote ni wetu. Hao MCs ni wetu, MPs ni wetu, governor ni wetu. Mimi ningeonelea vile nimepima tukae kando, kwa sababu hii maneno itatupa kama tope. Kwa hivyo mimi nikaamua kukaa kando.
Kama hiyo ndio ileta shida na wajumbe, I am not sure, I don't know, hawajaniambia, sijui kama hiyo ndio ileta shida, lakini mimi nilisema hiyo shida nimejaribu kutafuta. Nilitaka wakuwe pamoja kwa sababu gavana alichaguliwa na watu, wajumbe walichaguliwa na watu, MCs walichaguliwa na watu. Mimi nikaambia hao wajaribu kukaa pamoja na sio lazima wapendane. Nikaambia nyati zinatembea pamoja si kwa sababu zinapendana, lakini kwa sababu ya hatari kwenda peke yake. Nikaambia nyinyi MCs mlichaguliwa na watu ya Meru. Hao watu walichagua nyinyi, ndio walichagua hao wabunge. Hao watu ndio walichagua Kawira. Sasa hao watu hapana wajinga. Walijua ni kwa sababu gani walichagua Kawira, kwa sababu gani walichagua mjumbe, kwa sababu gani walichagua MC. Wacha tujaribu kuketi pamoja, tupendane tu, miaka 5 raia wataamua mbele. So mimi nikajiondoa kabisa. Hata impeachment ilikuweko, watu walijaribu kuniita, kunipigia simu nani, nikasema hiyo maneno mimi sitaki kuhusika, kwa sababu mimi siwezi kawanya wa Meru, siwezi kubali, kwa sababu huyu Kawira alichaguliwa na watu ya Meru. Meru ni kwangu, ndio bahali mamangu ametoka. Hawa watu wa Meru hawa ndio walichagua hawa MPs. Hawa Meru ndio walichagua MCs. Sasa mimi nikiwa kiongozi hapa, nikiingia hapa katikati, si nikupiganisha wananchi? Sasa mimi nikaamua nikae kando, wafanye vile wanaona, lakini hiyo maneno sasa iko kotini na koti itaamua, na si mzuri tuongee jambo ya mambo ambaye iko kotini. Lakini ningeulizwa mimi, kama ningekuwa na uwezo, ningeuliza hao viongozi watafute mbinu ya kukaa pamoja na kufanya kazi pamoja. Kwa ile miaka 5 wamepewa na wananchi, ndio watu wa Meru waweze kusaidika. Hii vita na mvutano iko hasara kubwa sana kwa wananchi, na ndio hata mimi naongea kwa kitaifa sasa. Hata sisi tujaribu kama inawezekana tufanye kazi pamoja. Swali ya kwanza, Deputy President, kwa sababu macho yako kuna impeachment ambayo inaletwa na watu wanauliza, Deputy President, uko na numbers ya kuokoa pale bunge? Swali ya pili, wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga walisalimiana na Uhuru, matatizo ya naibu wa rais wakati huo William Samoei Ruto yalianza pale. Matatizo yako na Mheshimiwa Ruto akiwa president, ukiwa deputy president, yameletwa na Raila ama yalianza kitambo? Well, hii maneno ya impeachment nafikiri tumeongea sana. Mimi sijui kama tuko na numbers ama tuna. Wabunge watapiga kura bila wanataka, lakini wafanya public participation, waulize wananchi maoni yao, hasa hapa Meru, Embu, Tharaka Nithi, waulize wananchi maoni yao. Mimi tu ningewashauri tu, siwezi kuwalazimisha. The other day niliwaambia wasikize ground, wakasema mimi nawatisha. Mimi nawaambia tu kama kiongozi, kwa sababu mimi ninajua mambo ya raia sana, na hao raia ni watu wazuri na mimi nawasikiza. Kuna yale mambo inawapendeza, kuna yale mambo hawapendezi. Rais William Ruto alionewa huruma na watu wa Mount Kenya sana kwa sababu ya kuteswa, na hakuwa mtoto hapa, lakini watu hapa walimuonea huruma sana na wakaamua kukufa na yeye. Sasa kama walionea mtoto wa mbali huruma, mtoto wao akiteswa, unafikiria wanasikiaje? Mimi naambia tu wajumbe tu wakuwe waangalifu, waulize hii wa Meru, hii wa Embu, hii wa Tharaka kama wanafurahia mtoto wao akiteswa, na kama wangependelea mtoto wao aibishwe, afukuzwe aende nyumbani. Lakini pia Kenya nchi ya sheria, si rahisi si rahisi vile unafikiria.
ati utafukuza mtu amechaguliwa na watu milioni 7 ati mkutane watu 200 tu aende nyumbani namna hiyo. Hii ni nchi ya sheria na iko sheria Kenya ambayo inaheshimu demokrasia na inaheshimu uamuzi wa wananchi. Ni muhimu sana. Sijui ni gani ingine umeuliza. Mambo shida zako zilianza wakati Mimi sina shida na Raila Odinga. Tulikuwa na shida hapo mbeleni wakati ya Uhuru Kenyatta, na tukapiga Uhuru Kenyatta sana, tukamuumiza sana, na tunaomba msamaha kila siku kwa sababu tulimkosea. Kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, tukasema hapana, Raila ni mbaya, mtu mzuri ni William Ruto. Huyu President William Ruto alikuwa anasema ndio mzuri, Raila ni mbaya, mwenyewe amesema Raila ni mtu mzuri. Sasa sisi tumekubaliana na yeye na Uhuru ya kwamba Raila ni mtu mzuri, mimi ni mkamkaribisha. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, kwa sababu itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali, na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kwenda Afrika kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark kama watu ya ODM wataunga mkono kuharibu serikali ya Kenya Kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, Wakenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza, hatukuambiwa atakuja kuharibu. Na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda, na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii maneno yanafuatwa kila duniani, because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani, kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika, kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president walichaguliwa pamoja. Ikiwa na msoso itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not all well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission, kuleta Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamusikiza sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali ametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi kama atatumika kutufukuza, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true, it was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia, mimi sasa hizo tuliketi na yeye nikamwamini. Na mimi rais namwamini kwa sababu hata tukiingia kwa hii arrangement, mimi hakuna kitu tuliandikania na yeye. Lakini wengine wote walidemand aandike. Musalia ameandikania, Wetangula ameandikania, Kingi ameandikania, Mutua ameandikania, hata Jaibe Mutugu aliandikania. Mimi peke yake kwa sababu mimi ni Mkristo, na mimi kwa sababu mimi ni mwaminifu, naamini wengine, mimi ni muamini. So ile aliniambia analete Raila na watu yake ndio tutengeneze serikali. Kama itakuwa watu yake watakuja kuungana na wetu kutufukuza kwa kazi, then itakuwa ile rais aliniambia si ukweli. No. Na hiyo itakuwa si nzuri. Unajua wewe unaamini President Ruto, lakini Wakenya sidhani wanamwamini na wewe pia by extension, kwa sababu mlitafuta hii serikali, umekuwa ukituambia kwamba hii serikali ni yako na president. So mambo ya uaminifu Wakenya hawahusishi sana na uaminifu na ukweli, kwa sababu zile mambo ambazo mliahidi mtafanya hamjafanya.
mlisema hamtakopa, mnakopa. Mlisema hamtatumia criminal justice system, unatumia. So why? Mimi nimekuwa nimemwamini yeye. Akikosa kuwa mwaminifu hakuna kitu mimi naweza fanya, lakini ukweli ni kwamba rais akiithinisha ningatuliwe kutoka kazini, na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya kumwamini tena. Hata hapa kwanza, hapa kwa Mlima, hata watu wanasema tayari, anasema akifanya hii hakuna kitu watasema hapa mtu amwamini, because alisema mchana, kila mtu akiona akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali angaishwe vile nimeangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na angaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini, ile kuaminiwa. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena, hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu atamwamini tena. Ile yote atajaribu kusema watu watakuwa na shida naye, because yeye mwenyewe ndiye alisema tutaketi namna hii, tutaketi namna hii, tutaketi namna hii. Tena watu pia, unajua watu wanaangalia vile mimi nilimsaidia, vile nilikuwa na shida mingi nikikufa na yeye, ile kazi nilimfanyia, vile nilizunguka kila pahali nikimtetea, nikimfanyia kampeni zaidi ya miaka 4. Kama yeye mwenyewe atasahau hiyo na akuwe ya kunigeuka na kunitesa na kuniangaisha, wananchi wetu ambaye pia ni Wakristo wakiangalia hiyo, hata saa ile wananiambia, hata waiters wanatupatia chai, hata watchman shanga, itakuwa akiangaliwa na wananchi itakuwa na shida. So ni kitu yeye labda atafikiria, afikirie vile anataka kufanya na ajue atakana watu namna gani, kwa sababu hii maneno ya kiongozi kuaminika ni muhimu sana. So yeye ataangalia, atapima, yeye ni kiongozi wa zamani, yako na experience ya kutosha, ataweigh all those things and make a decision, aone vile atafanya. Ujile maandamano ya TZ ilikuwa ishara kwamba hawaamini, lakini sasa ni wewe tu umebaki ukimwamini labda. Mheshimiwa Deputy President, kama Meru tukamyo kiuga antikije manto joja gwitikania aragi kwa mombe yangu tawotete twabwitikirie bwina president twabonengera thirikari miaka ikuthira iri, thirikari ni miaka 5. Project ile kuire nyingi cia kuma thirikari Uhuru zilikwama. Yenu bado ni ahadi zile mingi. Miaka you have covered 40% ya hii uongozi yenu ya miaka 5. Amedo bauge kara kidhana toa murago. Ng'ombe ikikosa maziwa wakati imepata damu, ikisonga hiyo kuisha. Miaka kuthira iri, ni mipango gani mko nayo ya kuhakikisha hii miaka 5 itaisha kama tumepata zile? Hiyo mimi pendekezo langu. Na wacha nikuongeze swali lingine ndo nipatie wenzangu. Kuna swali uliulizwa ya pande ya Meru North. Security. Wizi wa mifugo na ile skirmishes especially along the border, sana ya mashamba, imekuwa too much. Juzi kulikuwa na NPR wawili waliuliwa, kulikuwa na mwanasiasa na area manager mmoja pia waliuliwa kwa mambo ya mashamba, au NPR wawili na ada mmoja walikuwa mambo ya wizi wa mifugo. You sit in that National Security Council. Hiyo mambo imewashinda kweli kama serikali. Unajua wananchi mkiwaambia hivyo, najua pia wao wanaweza jua the next course of action. Thank you. Asante. Ni kweli kuna project mingi sana zilianzishwa wakati ya Rais Uhuru Kenyatta hazijakamilika, na ndio mimi nasema, mimi ni pendekezo langu kwa mkubwa wangu Rais William Ruto na wabunge wetu, tafadhali tuache vita,
turudi kwa kazi, tumalize hizi project. Angalau hata kama hatuanzishi zingine mpya, zile zilikuwa zimeanzisha tufanye nini? Lakini sasa watu wanasema sasa kama project ni kuimpeach Gachagua. Sasa hili inaonekana project yote imewekwa nguvu yote. Sababu kama ile nguvu tumeweka kwa hii project ya kufukuza Gachagua ndio ile nguvu tungeweka kwa hii project zetu, tungekuwa tumeenda mbali sana. Mimi ningeomba tu viongozi wetu wakubali tu, tuzoeane vile tuko, tujaribu kwa sababu zote tulichaguliwa na raia, tuone vile tutafanya kazi pamoja, angalau zile project za zamani tumalize in the remaining 3 years. Mambo ya insecurity katika Igembe North ni mambo ambayo mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia sana. In fact, siku moja niliita Professor Kindiki na Kome, sisi watatu. Nikawaita, walikuwa tumeenda mkutano State House, nikawaita hao kando, nikauliza wewe Kome, wewe ni mtu hapa Imenti, wewe Kindiki ni mtu hapa na Tharaka, mimi ni mtu, mamangu alitoka hapa. Sasa hii watu ya Igembe North wanaumia tukiwa kwa serikali. Mimi ni deputy president, wewe ndio minister of security, wewe ndio inspector general. Hii shida kidogo ya watu wetu hapa nyumbani hatuwezi maliza, na mimi napata aibu wa watu wakinipigia simu. Ndio tulifanya juhudi kubwa sana na tukabadilisha kamati ya usalama. In fact, county commissioner alikuja hapa, tulimtoa Turukana na Professor Kindiki. Tulitafuta mtu ambaye ako na experience na amehandle situations that are very difficult. Na huyu county commissioner anaitwa Jacob Ouma alihandle Turukana very well. Tukakubaliana na Professor Kindiki, wacha tulete huyu hapa. Na tangu akuje there has been improvement. But of late, like 3 weeks, I agree with you, kumeanza kuharibika. Yeah? Na nimekuwa na yeye asubuhi, nimemuuliza what is the problem, ameniambia 2-3 things ambaye siwezi taja hapa, ambaye mimi mwenyewe nita address tukirudi Nairobi with the new inspector general huyu Douglas Kaja, na Professor Kindiki pia nitamuongelesha, because ni kitu ambayo we can deal with. Hiyo bounda ya kwenda Isiolo, watu wameumia hapo siku mingi, na mimi nasema kama deputy president nikiwa mtoto hapa Meru, hata mimi naaibika, nakubali nimeaibika ya kwamba mimi ni mtu ya hapa na watu wetu wanaumia na tuko kwa serikali. So nipatie nafasi, wacha niongee tena na Professor Kindiki na huyu Douglas Kaja, kulingana na vile county commissioner amenielezea challenge iko hapa na hapa na hapa, tuone vile tutawasaidia, tufanye mop up hapo kwa hiyo boda, tuone kama mambo itatulia vile ilikuwa imetulia in the last 3 months. Daraja ya Nithi Bridge, mimi nashindwa nitasema nini, kwa sababu siku kumetokea kifo nilikuwa hapa wapi? Hapa South Imenti. Na hiyo swali ikakuja na nikaongea na PS wetu wa barabara naitwa Engineer Mbugua, na akaniambia kwamba designs ziko karibu, lakini pia naibika kwa sababu hii ni ahadi tulipatia watu ya Meru na rais wetu, na rais akasema within 6 months tukichaguliwa itakuwa imefanyika. Akakuja tena akasema, na it is true, it has not happened. Yeah, mimi nataka kuomba msamaha kwa watu wa Meru na Tharaka, hapo tumeanguka. Mimi nakubali makosa, tumeanguka, lakini wacha tu nifuatilie, because niliongea na PS nikiwa hapo kanisani nikitaka kujua tumefika wapi, ndio nijue nitaambia washirika nini. Again, kesho asubuhi nitamuuliza na nitaambia nyinyi pahali tumefika, lakini ni ahadi ambayo tulitoa. Itakuwa kitu ya maana sana tukitimiza. Tukirudi hapa uchaguzi bila kutimiza hiyo ahadi, hata sijui tutapitia wapi. Itakuwa shida, itakuwa balaa, kwa sababu ni matter that is very emotive. Watu wengi sana wamekufa hapo katika hiyo Nithi Bridge, na ni ahadi ambaye mkubwa wangu Rais William Ruto alitoa kwa niaba yetu, na tuko na jukumu ya kufuatilia tuone itafika wapi. Naam. Deputy President, nataka tufike pande nyingine sasa pia. Thank you, Deputy President. My question is this. Do you think the MPs, the members of parliament, they don't feel you because some of them, they are serving their 2nd, second and 4th term, and for you are appointed while when you served the 1st term? Mimi sijui, unajua Mungu anapangia kila mtu yake,
na mambo ya Mungu ni ajabu. Mungu ndio alipanga mimi nikuwe MP for 5 years, nikuwe deputy president. Hiyo ni maneno ya Mungu. Kwa hivyo kama wajumbe wako na shida na hiyo, mimi sijui. Kama wako na shida